shaka na maswali mengi yanayoanza kujengeka polepole ndani ya akili za wahusika. Hali hii inaanza kwa utulivu wa nje, lakini ndani yake kuna mvutano mkubwa unaokuwa taratibu kama moto wa chini chini. Kila tukio linaonekana kuwa na maana iliyofichika, na kila mhusika anaonekana kubeba mzigo wa hisia na mawazo yasiyoeleweka kirahisi. Watazamaji wanaachwa wakiwa na hisia za kutokuwa na uhakika, wakijiuliza nini kinaweza kutokea hatua inayofuata ndani ya simulizi hili lenye mabadiliko ya ghafla na ya kushtua ambayo hayatarajiwi kwa urahisi. Tunamuona Tony akiwasili mbele ya mkuu wake, akipokelewa kwa heshima kubwa, lakini nyuma ya pazia hilo la heshima kuna shinikizo zito la maswali. Ingawa mazingira yanaonekana ya kawaida na ya nidhamu, kuna hisia ya hofu na mashaka inayojificha kati ya wahusika. Tony anaonekana mtulivu kwa nje, lakini ndani yake kuna mzigo mzito wa maamuzi na siri anazobeba. Kila hatua anayopiga inaonekana kuwa na uzito, na hali hii inamfanya aonekane kama mtu aliyezoea maisha ya hatari, lakini bado anahisi presha inayoongezeka taratibu ambayo haielezeki kwa urahisi kwa watu wa kawaida. Tony anaonekana kama mtu aliyezoea kufanya mambo mazito bila kuonyesha hisia, na anapobanwa kuhusu tabia yake ya kutoa kafara, anajitetea kwa utulivu, akidai kuwa anafanya hivyo kwa ajili ya ndugu zake ili wapate kupumzika kutokana na mateso yao ya maisha. Kauli yake inaonyesha upande wa huruma uliochanganyika na maumivu ya ndani, akijaribu kuhalalisha maamuzi magumu anayoyafanya. Hata hivyo, utulivu wake unaficha ukweli kwamba yuko kwenye hali ya shinikizo kubwa la kihisia na kiakili ambalo linaweza kumvuta kwenye maamuzi hatari zaidi baadaye bila yeye mwenyewe kutarajia. Lakini kauli hiyo haimpunguzii lawama. Amenipa kazi. Mkuu wake anazidi kumkazia macho, akimkumbusha kuwa chama hakijawahi kumtuma kufanya mambo hayo, na kwamba siku moja anaweza kujikuta hana wa kumtoa kafara pale ambapo atahitajika kufanya hivyo. Maneno haya yanaingia kwa uzito mkubwa zaidi kuliko yanavyosemwa, yakibeba onyo na pia tahadhari ya hatari inayokuja mbele ambayo inaweza kubadilisha kila kitu ndani ya muda mfupi. Hapa ndipo tunaanza kuona mgongano wa ndani kati ya utii na uhuru, kati ya imani na hofu. Tony anaonekana kutembea kwenye mstari mwembamba sana kati ya nguvu na anguko. Ndani yake kuna mapambano ya kiakili yanayoendelea bila kuonekana wazi kwa wengine, lakini yanaathiri kila uamuzi anaofanya. Anaishi katika hali ya shinikizo la kimya kimya, ambapo kila hatua inaweza kuwa ya mafanikio au ya maangamizi kabisa ya maisha yake ya baadaye. Hivi una shida gani wewe? Wakati huo hali ya sintofahamu inaibuka kwa nguvu pale mtu anapodai kuibiwa pesa zake. Tukio hili linaanza kama jambo dogo, lakini linakuwa haraka na kugeuka kuwa chanzo cha mzozo mkubwa kati ya wahusika. Kila mtu anaanza kuonyesha hasira na mashaka, huku maneno makali yakianza kutawala mazungumzo. Hali ya mazingira inabadilika kuwa ya taharuki, na kila mmoja anaonekana kujilinda zaidi kuliko kusikiliza, jambo linaloonyesha jinsi uaminifu unavyoanza kupotea taratibu ndani ya kundi hilo. Anamshambulia mwenzake kwa maneno makali, akimtuhumu waziwazi kuwa ndiye mwizi, lakini mtuhumiwa anakataa kwa msisitizo, akijitetea huku akionyesha hasira na kukataa kudhalilishwa. Mazungumzo haya yanazidi kuwa ya moto, kila upande ukijaribu kuthibitisha ukweli wake bila mafanikio ya moja kwa moja. Hisia zinachukua nafasi ya mantiki, na hali inabadilika kutoka mazungumzo ya kawaida hadi mgogoro unaoweza kulipuka muda wowote bila onyo la awali. Mabishano yanapamba moto, yakigeuka karibu kuwa ugomvi wa wazi. Tukio hili linaonyesha jinsi hali ya kutokuaminiana inavyozidi kukua, na jinsi mazingira ya hofu yanavyoweza kuwafanya watu washambuliane hata bila ushahidi wa moja kwa moja. Kila mtu anazidi kujihami, na hali ya utulivu inatoweka kabisa, ikibadilika kuwa mazingira ya mashaka na taharuki inayotawala kila kona ya mazungumzo yao. Katika upande mwingine wa simulizi, tunapelekwa hospitalini ambapo hali inaonekana kuwa tulivu kidogo. Utulivu huu unaleta tofauti kubwa na machafuko ya maeneo mengine, kama pumzi fupi ya amani katikati ya giza linalokuwa. Mgonjwa anaelezwa kuwa ameimarika na anaweza kuruhusiwa kurudi nyumbani. Daktari anatoa maelekezo ya kina kuhusu namna ya kumtunza, akisisitiza matumizi ya dawa, lishe bora na uangalizi wa karibu ambao ni muhimu sana kwa hatua hii ya uponaji. Ingawa kuna hofu ndogo kutoka kwa baadhi ya wanafamilia wanaotaka mgonjwa abaki hospitalini kwa muda zaidi, uamuzi unafanyika, anarudi nyumbani.
Ulinikimbia mara moja. Hapa tunaona mchanganyiko wa matumaini na hofu, kwani kurudi nyumbani kunaweza kumaanisha kupona au kuanza kwa changamoto mpya ambazo hazijulikani bado. Mimi nimeishi bro. Yani mimi inaonekana kugawanyika kati ya imani na wasiwasi kuhusu mustakabali wa hali hiyo. Lakini utulivu huo hauchukui muda mrefu, kwani ndani ya familia nyingine mvutano mkubwa unaibuka. Mke anajaribu kuanzia mazungumzo ya kawaida kuhusu mama aliyepotea, akitaka kuona juhudi zinaongezwa kumtafuta. Hata hivyo, mume wake anachukulia jambo hilo kama shambulio la moja kwa moja dhidi yake. Hapa tunaona jinsi mazungumzo ya kawaida yanavyoweza kubadilika kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa wa kihisia ndani ya familia moja bila kutarajiwa. Anakasirika, anapandisha sauti, na maneno yake yanakuwa makali na ya kuumiza. Hasira yake inaonekana kubeba maumivu ya muda mrefu ambayo yanatoka kwa njia ya mlipuko wa ghafla. Anaanza kuuliza kwa kejeli ni juhudi gani hasa anazotakiwa kufanya, huku akihisi kama uchungu wake unapuuzwa kabisa na kutothaminiwa. Mjadala huo unageuka kuwa mzozo wa kihisia, ambapo mke analazimika kuomba msamaha ili kuzuia hali isizidi kuwa mbaya, ingawa maumivu bado yapo ndani. Tukio hili linaonyesha wazi jinsi maumivu ya ndani yanavyoweza kuharibu mawasiliano na kuvunja uelewano kati ya watu wanaopaswa kuwa karibu zaidi kuliko wengine. Linadhihirisha jinsi hisia zisizosuluhishwa zinavyoweza kulipuka wakati wowote na kuharibu mahusiano. Kadri simulizi linavyoendelea, giza linaanza kujitokeza.